Kama ile nilikuwa nayo nikamaliza nikarudi kwetu. Lakini last year nilikuja hapa kuona msichana yangu hapa akiwa mgonjwa. Na niliangalia mambo ya magonjwa, hata sikuuliza unashiriki wapi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini period hii nimekuja kwa ajili ya kanisa hii. Amen. Kwa hivi mimi ni mmoja wenu. Amen. Sema mmoja wetu. Mmoja wetu. Sijui kwa Luka ya hapa mnasema namna gani? Luka ya hapa. Nataka mchague kabili. Ini marwa. Yes. Aha. Sisi tunasema uwefwe. Uwengo. Are you getting that point? Yes. Bwana asifiwe. Nimeona hapa mama yule amekaa pale. Amosu mama. Si ni mjalo? Yes. Unajua hii hawezi kunisengenya sana. Nimefanya hapa kibarua mingi sana. Hata wakiponga ninanyamaza tu. Nitamuuliza tu pole pole unasema namna gani. Haleluya. Wakisema cheza yeye ananyamaza tu. Lakini anachezea wapi? Haleluya. Hii kanisa nataka niwashukuru kwa sababu hata wengi wanachezea wanashiriki kwa muti. Lakini nyinyi mmejifunika. Simjipigie kwa makono. Bwana asifiwe. Amen. Unajua ningeingia hapa siku ya ilikuwa Alhamisi. Yeah. Lakini nikawa na vitu fulani nikafanya nikakwama. Hata jana vilikuwa vitu hiyo tena vinachipuka, akawaambia kaeni kando kidogo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nitaenda tu kwa kitu ambaye kimenileta hapa. Unajua leo ni siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili. Mtu atoke hapa na baraka ama atoke hapa na nini? Kuna vitu vingapi? Ile laana inafanyika hapa na Mungu ndiye inafanyika wapi? Bungoma. Ama the all right. Bwana asifiwe. Amen. Curses ni moja ama blessing ni moja. Amen. Amen. Mimi nataka nimshukuru Mungu leo. Majina vile ulisikia wakisema Reverend, naitwa Reverend Richard Wekesa. Na mimi nimejiunga na ministry hii. Bwana asifiwe. Ama nimejiunga na huduma hii. Amen. Mwami afume. Marukali. Nitaongea lugha mbili hapa, Kiswahili na Kibukusu. Sasa uwe na mkelemani mahali huko. Uwe na mkelemani mahali huko. Mama be very careful. Ama ujichunge. Lakini already wewe una mkelemani hapo. Bwana asifiwe. Nikisema mwami afume unasema tu amen. Ni kama tunasema Yesu apake. Amen. Sasa tena hii inakuwa ngumu kweli. Kwa hivi leo niliwaambia washiriki wetu ambao tunashiriki nao. Nitaenda huko Kisumu na nikimaliza shughuli nitaonana na apostle na tuponge mambo mawili matatu. Alafu tena nikitaka nikae ama niende sana. Naweza kumaliza ya hapa sirudi nyumbani naenda mahali nakata njia nyingine ya Kisii huko. Lakini nataka nikuulize tu, leo ni Jumapili. Leo tarehe ngapi? 16. Kipigie kwa makono. Wangapi hawafanyiki kazi? Wacha nianjie tu kwa mtu yule afanye kazi. Mrembo umeshika kifua namna gani? What is wrong my sister? Ninauliza tu yule ambaye hafanyi kazi yoyote asifanye kwa mkono hivi. Yaani haufanyiki kazi, sio? Hata nyumbani unakaa tu na unakula, sio? Wewe vijana, songa kwa nyanya hapa. Wewe songa pande hii. Nyanya na mama ana maneno anataka akuulize. Kwa nini wewe unasonga mbali? Songa huko. Wewe. Kwa nini unaogopa jojo? Songa hapo.
Kuna maneno inapita shosho anataka umwambie na wewe unacheka nini hapo? Nikisema habari, ambia mama wanasema kwa lugha ya hapa rais, nataka aelewe vizuri. Bwana asifiwe. Mimi sipelekani mtu haraka. Tunaenda pole. Bwana asifiwe. Niliuliza yule mtu afanye kazi, watu unajua sasa tena nimewapika kichwa. Wakisema yani kukaa tu alafu akule, hiyo tena ameona ni ngumu. Lakini huwa anakula, huwa anakunywa, na hiyo vitu havitoke kwa muti, anavifanyia kazi. Amen. Unajua wakati enzi ya Musa ndio Mungu alikuwa anatanganya watu. Alikuwa anawapombeleza. Yaani wakaze kanisa. Lakini hiyo maana haifanya nini? Ilikwisha. Ukitaka nguo mzuri, utaenda upike mawe, ujipike vitone ndio upate nguo. Amen. Hata ukitaka ndugu unyoe kinyozi, you must pay. Kama haulipi utasambaratika. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Tujipige kwa makofi. Haleluya. Amen. Kanisa hii itaenda haraka sana. Amina. Lakini kitu ambacho nataka niwaambie ni kitu kimoja. Unajua Yesu Kristo alipoanza kujiunga, yani kuunganisha mitume wafanye naye kazi. Amen. Alikuwa anachagua mtu kulingana na tajriba ya kazi yake. Ni kama nyinyi hapa Kisumu County mnakaba na wenu anaitwa Peter Anyang' Nyong'o. Mimi namjua vizuri sana. Hata akikuwa hapa atasema wewe kuja hapa. Wewe mtu anataka kuja hapa. Kwa sababu huwa tunasalimiana. Wewe kuja hapa na ulikuja nini hapa? Bwana asifiwe. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Kanisa hii itaenda haraka sana ikiwa mnakubaliana kwa kitu kimoja. Lakini mkiwa na vineno, unajua vineno si neno, itaharibu neno. Vineno vinaharibu nini? Neno. Mara huyu mzuri, mara huyu baya, hakuna mahali tutaenda. Yesu alichagua watu 12 na akachagua Yuda awe ndani. Amen. That is the msaliti number 1. Akaweka pale. Amen. Unajua msaliti alisema mimi ni mtu wa Jerusalem mpaka niwe treasurer. Na Yesu akasema muachie yeye. Muachie yeye. Na hiyo najua hiyo treasurer ilimsaidia kweli. Hata mpaka leo imemsaidia. Haijamsaidia. Unajua pesa za kanisa sisi hatuongeange kwa hiyo. Bwana asifiwe. Pesa ya kanisa mimi mtu akisema namna hiyo mimi nasemanga bwana nina pesa zangu mimi natafuta. Amen. Nina pesa zangu natafuta. Unajua yesterday baba si kujikamba, jana nilikuwa na pesa ambayo zimeingia kwa simu yangu 100,016 na inataka ipite nipatie wenyewe. Ipitie kwangu nipatie wenyewe. Na hapo nitakosa pesa yangu kweli? Hiyo neema ipo. Yes. Nikikupa wewe pesa mpaka utaniangalia. Bwana usiwe mkono ya birika my friend. Mkono ya birika inamwakanga jai na inazuia. No. Peana pesa na wenyewe wakupee kitu. Na usiombe. Bwana asifiwe. Sasa nataka niambie kanisa hii. Ile na hilo nini Nyalenda? Nyalenda. Amen. Mutaenda haraka sana ikiwa mtaheshimiana, ikiwa mtafanyia pamoja, ikiwa mtakumbatiana. Bwana asifiwe. Wewe usijione kama wewe ni mnona makembamba kama mimi na utarau wengine. Haleluya. Amen. Umekuja na dada yako. Uzuri ile imefanya umlete, enda somba mwingine. Amen. Somba mwingine. Na kanisa hii ijae. Unajua utajiri ni washiriki? Yes. Utajiri ni kitu gani? Bwana asifiwe. Watu wale walikuwa Bungoma, nimejua wako mmoja, huyu msichana yangu nilimuona. Huyo
Wacha tunajuana na hii toto sana. Kufanya namna hii nafanya. Haleluya. Nataka niseme hivi. Kanisa hii itaenda haraka sana ikiwa tutakubaliana. Sema ikiwa tumekubaliana itaenda haraka sana. Kwa watu 11, kwa watu 12, yule mtu alikuwa kinyume, alikuwa ni mmoja. Na unajua kura yake haikuingia. Hao wanapika yes na wanapika no. Maisha yako itaenda wapi? Nataka unifungulie kitabu cha Malachi. Niliwaambia mimi naitwa Reverend Richard kutoka huko Bungoma. Nilioa hapa ndani ya kanisa hii, nina wachukuu, nina wasichana yangu. Hapa. Amen. Na si kutaka niseme nini na nini, mtajiuliza na huyu mzee mahali ametoka hapo namna gani. I'm not partial my friend. Bwana asifiwe. Mimi ni mzee. Nikikwambia neno kama unakataa hata mimi sikutuzi ama siseme oya usiki tutanyamaza tu, wacha tu. Mwenye mbio wangapi wanajua gari hapa kuendesha? Hii magari ya barabara hii. Magari hii sina mda. Bwana asifiwe sana. Ikiwa wewe unaendeshanga gari zipiti kali kupita kiasi, unajua gari iko na spare na wewe sasa ujichunge. Bwana asifiwe sana. Hata traffic wanakuambia tu barabara wewe. Yes. Gari bwana speed yake si nzuri. Unapika tu kia alafu yenyewe inaanza kukuonyesha cheneza hapo Wewe hausomi. Ndugu yangu inakupeleka huko. Mahali watasema ulale vyema peponi na huko hatujafika huko. Wewe unataka uende haraka. Na Bwana asifiwe. Nimesema Malachi chapter 3. Mimi nataka wewe unisomee mwenye macho. Mimi nina macho lakini yangu inaona inachelewa. 3:9 to 10. The Bible says, Malachi chapter 3 verse 9 to 10 in English, the Bible says, yes. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Verse 10, the Bible says, Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in the house, and prove me now the head, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessings, that there shall not be room enough to receive it. Bwana asifiwe. Mnasikia Kiingereza wote? Yes. Hapana. Somea Kiswahili sasa. Mnasikia Kiingereza wote? Mimi nilitaka niulize yule msichana, wewe, Shosha anasema nini? Anasikia? Very good. Pigia makono. Anaangalia msichana anakaa kando. Anasema what happened? Hey, okay. Rudi yako hiyo Kiswahili kidogo. Biblia inasema ninyi mmelaaniwa kwa maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani. Ndio. Ikiwemo chakula katika nyumba yangu. Yes. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Ndio. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana asifiwe. Mumelaaniwa laana kubwa kwa sababu ya kumuibia. Yaani hivi unapata ndugu, umefanya unatoa jasho, lakini ukikataa kutolea Mungu wewe ni mwizi. Umeona wasichana yangu? Ile kazi hata kama unapikianga mtu sufuria ama unampikianga nguo pasi, unachomeka mikono, unafua hiyo nguo kwa uchungu, alafu hiyo pesa unapolipwa unasema hii yangu nilifanya jasho, sipelekee kukanisani. Amen. Maandiko inasema wewe ni nani? Ni mwizi. Yes.
Sio mimi nimesema. Nani amesema? Malakai. Ati wewe ni nani? Ni mwizi. Lakini akarudi tena akasema, toako tu uone unijaribu. Amen. Kwa njia hii ya kutoa tu. Uone kama sitakubariki. Yaani anataka nyumbani mwa Mungu muwe na chakula. Yes. Bwana asifiwe. Na kitu kinachoshangaza ni hii, my friend. Unajua watu wanatani wakitoa sadaka hapa, saa zingine hata hawataki apostol ashike mkono ama reverend akuse, ati wametolea Mungu. Kama wewe unaona pesa yako hautaki itumike hapa, funga kwa jiwe vizuri na urushe wapi? Urushe juu. Warushie Mungu. Yes. Kwa sababu Mungu si wanataka atuwapee yeye. Wape Mungu daire. Funga. Vizuri. Rusha juu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hautaki yako itumike. Mama tena mnaona ni ngumu. Bwana asifiwe. Amen. Pesa ya kanisa inaliwa na viongozi wa kanisa. Pesa ya kanisa inafanya kazi na vitu vya nini? Vya kanisa. Yes. Very true. Hey. Mimi nafuka ng'ombe. Imezaa. Alafu nikienda kukamua inanikanyaka. Nitapeleka wapi hiyo ng'ombe? Si nipeleke sokoni wa kule nyama? Ama wafanye lolote? Yaani nikienda na mkepe ati nafunga miguu, kupeleka mkono inarukia mimi. Hafu inerie. Bwana asifiwe. Hebu tumombe. Bwana. Bwana asifiwe. Usisema ati niko na pesa mingi ndio nitoe, hapana. Tena pesa yako ukitoa, usitoe kama watu ya ulimwengu. Ati wakisema mwenye 1000 sasa wewe unakuja ukicheza ikionekana. No. Hiyo si kutoa. Hiyo ni kujisifu. Kwa sababu watu walitoa wenye mapesa wakatoa pesa na mapesa. Lakini Yesu akaangalia, tulikuwa na kamama hapo kanaitwa mama mjane. Bwana asifiwe sana. Huyu mama akashika kwa leso. Unajua mambo ya vigoi ilianza zamani kitambo. Huyu mama akaangalia amefunga yake hii na ndio imepaki peke yake. Na tena haikuwa noti. Bwana asifiwe sana. Akaangalia kwa mkono akasema, labda nikitoa hii huyu mtu atakataa. Na Yesu alikuwa anamuona ndani. Bwana asifiwe sana. Alipotumbukiza pesa hiyo kwa sanduku la nini? La sadaka. Yes. Amen. Na ndiye ilikuwa pesa ya mwisho, ndugu yangu. Yesu akaangalia wale walikuwa wanacheza na manoti akasema, yule mtu nimeona hapa ametoa pesa vizuri kabisa na moyo wake wote. Huyu mama. Yes. Bwana asifiwe. Kwa sababu alitoa na roho yake yote. Yes. Usijipigie kwa makono. Ukitoa sadaka, ukitoa fungu la 10, ukitoa hata mang'ombe, Yes. hata ng'ombe yako ukitoa, usichungulie wanaenda kufunga kwa nani. Si umetoa? Yes. Unajua mimi huwa nauliza watu sasa zingine, my friend, unaenda kwa hoteli leo kula sausage, hapo ama unaitiza kuku na chips. Sina mna hiyo. Hii viazi tu hii waru hii ndio mnasemanga chips. Hii ni waru ya kawaida hii rapuoni hii tu. Ya Wakikuyu hii. Alafu wanakuwekea bei kali. Bwana asifiwe sana. Unapokula hiyo ilale kwa tumbo, uende naye huko haja iko nje. Bwana asifiwe sana. Kesho utahesabu umekula kuku. Sinjaa inakukula. Sasa ikiwa umetoa sadaka na usahau kabisa na uende, enda tafuta ingine. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu atakubariki. Mungu atakuongeza. Bwana asifiwe. Amen. Neno la kusema hebu na tumfanye Mungu awe na nguvu kwa mali zetu. Hiyo Malakai amesema. Ukienda Psalms 24:1. Matthew chapter 6:21.
Hii nataka niwapatie tu kwa sababu sijui mnatokanga hapa saa ngapi. Mnatokanga hapa saa ngapi? Saa 8. Kazi ya Mungu ikilipuka hapa zimtatoka saa 10. Hapa moto ikiwaka zimtatoka hapa saa 10. Wewe acha, unaamini uende saa 7. Mungu akitaka kazi mtoke hapa saa 10 mtatoka. Yes. Na akisema hata saa 2 mnatoka. Yes. Haleluya. Amen. Zaburi bila nimesema Psalms 24:1. Nisomee my sister. Unaona hiyo yako ni Kiswahili. Peter Dan. Zaburi 24 kuanzia moja. Ni moja tu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Yaani mali ya kwanza ni wewe. Alafu hii vitu ambavyo mnatafuta mapesa, mang'ombe, makari, yote ni mali ya nani? Ya Bwana. Sisi hatuna letu. Yote ni mali ya nani? Ya Bwana. Hata uwe na nguo mzuri kwa ajili ya neema ya Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tunaelewana wapendwa? Amen. Sasa tusizuie pesa. Wala tusizuie matoleo yoyote. Na mimi sisemi tu ati pesa hapana. Hata kuku. Pesa Bwana, pesa ongee. Atuana kwenu. Amen. Amen. Tunataka kila kitu. Mungu anataka hiyo mali yake umtolee. Bwana asifiwe. Kama uko na makari ama uko na kari hata limekushinda, leta ufunguo hapa, leta kari hapa, furuta ulete hapa, alafu ufunguo utoe hapa na roko puku iwe ndani, na hiyo kari ipewe mtu yule ambaye hana kari. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unakuwa na rongi karibu kwa nyumba ya rongi 50 na mtu anakuchanga tu na rongi moja. Wewe unapatisha wiki, unapatisha kesho, fanya namna gani? Ukiruka wanakuona na rinda nyingine, kesho yake rinda nyingine, namna gani na mwenzaka anakuanga tu na nguo moja. Alafu unasema tunashiriki tunaenda mbinguni. Ewo mbei. Bwana asifiwe. Wewe ni mnafiki. Haleluya. Yaani mali ni yako tu. Au shei na mtu. Bwana asifiwe. Amen. Usiwe kama Petero. Petero alikuwa kwa mgumu kidogo. Alikuwa kama mchoyo. Amen. Petero alikuwa kwa mchoyo kidogo. Nani alikuwa hapa Peter? Wewe si Peter. Ninataka nitoe tafsiri yako usikie. Petero kabla Yesu hajamwambia nitajenga kanisa langu hapa, Petero alikuwa kwa mchoyo. Yesu amehubiri injili siku ngapi? Watu wakisikiliza. Haleluya. Alafu benchmarking ya Petero alikuwa akiangalia huyu mtoto na bimikati na bisamaki. Akijua tukimaliza tutakulako hii. Amen. Amen. Na hakushiriki na hao watu wengine pia wanasikia njaa. Baadaye Yesu akaangalia akasema hao watu tuwaake wafanye nini? Waende nyumbani. Hata vile tunashiriki hapa ndugu. Let me tell you apostle. Hapa. Hata vile tunashiriki hapa. Hawa wanatata na hawa ndugu zetu. Hata tukitoka tu hapa tuseme ndugu, twende mpaka kwa nyumba ile unakaa. Na tumwambie leo ndugu tumekuja hapa, tumekuombea na utupigie chai tunywe. Atasema wapendwa, hata siku 2 sijakunywa chai hapa. Ndio ujue kumbe nina matatizo. Bwana asifiwe. Amen. Watu hao wapato wanataka tu misaada kutoka kwa nani? Onyesha kidole yako pande hii my friend. Kwa Mungu. Sasa Petro alikuwa anaotea tu vile Yesu alisema tuwaake waende. Alafu akawaangalia kwa imani akasema watu wanaenda kuanguka kwa njia. Hawajafanya nini? Petro akasema Bwana mzee, tumeona kama inakuja jioni, uharakishe mkutano ikwishe, watu wafanye nini? Waende.
Na yeye ametekea hii mkate na samaki. Yesu akamwambia mna nini? Yuda isi wakasema sisi hatuna pesa ya kuenda hata kwa supermarket kununulia hao watu mikate. Hatuna. Na treasure yuko. Naona vile watu wanajikaranga. Alafu baadaye Yesu akasema, "Mna nini?" Petro tena akasema, "Vile tumekaa hapa siku zote, nimekuwa iko kama mtoto hapa, kana mikate na visamaki hapa peke yake nyinyi mnapeananga watoto wenu wanaenda na vitu kwa shule. Katoto kalikuwa kamejipepea tu, hata haikuwa ya kulisha hao watu. Ilikuwa tu yake. Yaani private sector. Lakini ikafanywa mpaka isaidie serikali. Yesu akasema, wakaleta huyo mtoto hapa na hiyo mkate. Yesu akasema sasa hii tu. Yeye akasema ndio. Si Yesu akachukua na mamlaka alikuwa nayo mazito. Kitu gani litendeka? Ile ilikuwa visamaki vingapi? Kama umefuatilia maandiko, ilikuwa samaki ngapi? 500. Ilikuwa hapo tu sawa. Don't worry. Hata ukisema 500, tunapokea tu yote. Bwana asifiwe. Amen. Yesu akaomba. Samaki ikakuwa namna gani? Ikapanuka. Mikate ikafanya nini? Ikapanuka. Sasa akasema kanisa watu je? Mtu apewe kulingana na vile anavyokulanga nyumbani. Apewe vile anakulanga wapi? Nyumbani. Unajua sisi huwa tuna limit watu, saa zingine tunampanga yeye kitere kijiko kimo na yeye anakulanga vijiko 10. Ni kama unamkosea. Mupa tu yeye akae vizuri, kama ni mama anyoroshe miguu na akule, akunywe maji, aende. Bwana asiwe sana. Kama iko soda mumuongeze. Kama hakuna soda basi mwambie mama siku nyingine tutajipanga vizuri. Ndivyo Yesu alitaka watu hawa ambao walikuwa na yeye wasiwe na maumivu, lakini wawe na chakula. Amen. Amen. Kwa hivyo hata leo mimi ninasema hii kanisa itaenda mbali sana. Kanisa hii itaenda mbali. Amen. Ikiwa mtashikana, kanisa hii itakwenda mbali. Amen. Itakwenda. Unajua saa hii mtu akipita anasema wamekaa tu hapa kwa korito, lakini hii korito inasalisha maneno. Hii korito inasalisha nini? Maneno. Bwana asifiwe sana. Hata Nairobi mimi nikitembea naona makanisa mengi wako kwa rental. Very high rentals. Huyu anaitwa Margaret nani sijui wako kwa cooperative house namna hiyo. Hawajanunua. Wako na TV kubwa, wana vitation ya TV, lakini hawajanunua, ni rentals. Lakini pesa ile wanapata kwenu, kwa sababu akisema panda hapa unapanda na hapa haupandi. Yes. Hapa tukisema panda haupandi. Bwana asifiwe. Tukisema panda kwa DJ, yani try to Jesus. Amen. Hautaki. Lakini huko unafanya nini? Atikijwa inaniuma sasa, wacha nipande huko. My friend, unajile usiku wako peana nani? Yesu. Yes. Alafu mchungaji afanye nini? Amalizie. Usilete shida sana. Kwa hivyo unapochukua mali yako yote umpe Yesu, na hiyo mali unapompa Yesu mahali umetolea, usifikirie lolote, lakini useme Mungu asante kunibariki na asante tena kufanya hii maneno iwe rahisi. Nimesema Matthew chapter 6 verse 21. Kama umepata ukinisomea ni vizuri. There is also is your heart. Niendelea. Nenda kidogo. The lamp of your body is your eye. If your eye is wholesome, your entire body will be filled with light. Verse 3. But if your eye has been corrupted, your entire body will be darkened. Darkness. Yes. If then the light that is in you is darkness, how great will be that darkness be?
No one is able to serve two masters. Yes. For either he will have hatred for the one and love the other. Bwana asifiwe. Amen. Wengine mjiongezee nyumbani. Amina. Inasema nini kwa Kiswahili? Yaani kanasema tu vizuri tu hapo kidogo tu, alafu kanakuuliza kuna mwanamke ama mvulana sana sana inakuzianga wa mama. Yes. Kwa nini nyinyi wa mama maandiko inawapenda? Inawapenda sana. Maandiko inawapenda sana. Kuna mama atapenda mabwana wawili. Hapana. Anapenda wabwana wangapi? Yaani si tumetoka kwa uzingizi jana na unataka utaandikie wanaume wangapi kitanda? Itawezekana? Haiwezekani. Si maandiko imeuliza? Ama ni mimi nasema? Alafu atunapenda huyu na unachukia huyu. Yaani usiku mmoja unaitaka huku, tena unarudi unaenda huku, unaenda huku. Itawezekana kweli? Ai! Abewe kumurwe kwa hao likuti. Hata hapo usisome, my sister. Usisome. Hao watu hawa ni waangwana sana, vile ninawasikia. Maandiko inasema vizuri sana, hata uwe kijana, hata uwe mzee kama mimi, mahali umesimama na usimame. Yes. Amen. Simama na nguvu. Usitingizike. Amen. Amen. Kitu gani kinakusitua wewe? Simama na nguvu na ushinde nani? Adui. Ukisimama kwa Yesu, na adui anakutoroka. Na ukireka, shetani anapenda hiyo bwana. Shetani anapenda hiyo. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie siku ya leo ujijue wewe ni nani. Ndani mwa kanisa hii wewe ni nani? Wewe ni ile hiyo runners ama wewe ni post ya chini? Wewe mwenyewe ujijue. Saa hii wewe ukikosa ukitenda tambi yoyote watasema wakanisa gani? Yes. Tena unajulikana vizuri sana. Umejiandika sign post yako iko pande hii. Yes. Na pande hii. Bwana sio sana. Unaonanga gari wanaweka number plate wapi? Nyuma na mbele. Hapa kwa matako hapa. Number plate ya gari. Alikuwa nataka nikwambie mtu wa Kizungu kwa kanisa hii. Yes. Kipe moyo umshinde shetani. Unaposhinda shetani na utukufu na heshima itakurudia Mungu. Bwana asifiwe sana. Wewe ukishinda hata mimi nitakuwa nimeshinda. Bwana asifiwe. Tunasema Yesu tusaidie katika utaifu wetu, utusaidie katika ufukara wetu, utusaidie. Na Yesu atakusaidia ikiwa umejitoa. Lakini ukificha mambo yako atakuacha hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka nisungumuze na mtu mmoja hapa ambaye anajua tambi ni mtego. Sema mtego. Amen. Amen. Tambi ile unafanya ni mtego kwako, si kwa kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Mtu akiiba, polisi wakimtafuta. Leo ni siku gani? Jumapili. Si ni Jumapili? Tumekuja kushiriki hapa neno la imani. Amen. Amen. Alafu polisi wakuja wasimame hapo watano na waseme sisi tunatafuta waizi. Pastor, tunataka waizi. Mahali mwizi mwenyewe amekaa, utaona kiti inaanza kukua moto. Sema, hao watu waliniona saa ngapi nikija hapa? Ama hilo tulipika ngeta, utaona mtego inatokea. Hiyo kiwango inaendanga tu namna hiyo. Ama wakikuzia tu jambo, mtenda kitu fulani, wewe mwenyewe unapatikana tu mahali huko. Bwana asifiwe sana. Na hivi vitu vyote ni visarakasi vya dunia, my friend. Sema hapo visarakasi vya dunia. Bwana asifiwe. Watu wako na pesa, lakini hata wenye pesa hawaonyeshangi pesa. Si wako na pesa, lakini hawaonyeshangi nini? Pesa. Wewe ukipata kwa 1000 unapiga tu nduru ukipita kwa barabara.
kama huko kwetu tunasikianga ati wanasipuo ni ndoto. My friend, unasema nini? What is happening? Ati ameuzako kamuti. Kamuti peke yake ndiye anafanya napiga nduru. Sijui hapa kama iko. Lakini binadamu ni binadamu mpaka akuweko. Na hiyo vitu ni mbaya. Mwamiafu? Amen. Inasumbua. Inafanya nini? Ngiri moja inakusumbua bwana. Na wale wa mangiri mengi hawase. Bwana asifiwe. Tena wamenyamaza kimya. Watu ambaye wako na mali hawatembeangi hata hauwezi kujua. Utamkuta tu hata kwa t-shirt peke yake, hata havai koti kama hii yangu. Anavaa tu kama t-shirt ama amevaa tu tracker suit. Na huyo mtu ni tajiri bwana. Unajua huko kwetu tuna watu matajiri. Sijui hapa wako matajiri wako upande hii ya kwetu hii. Pande hii ni wengi sana. Lakini mtu ameishi tu kwa tracker suit. Ameishi tu kwa nini? Na hii rappers tu. Unajua kuna rappers zingine ni bei kali. Hata inanishinda mimi kununua. Bwana asifiwe sana. Na watu hata hawawezi kukuambia sisi tuko na mali. Hata akienda kukula hiyo vitu yake ama akikula, hawezi piga nduru kwa barabara. Na wewe 1000 inakusumbua. Haya elfu moja. Unapiga nduru hata kwa plot watu waseme tu na inarie beji. Hata wanamwambia landlord wako, huyu mtu anatusumbua afadhali ahamie kwingine. Bwana asifiwe. Sasa shida hiyo si yako ndugu. Yule mtu ambaye anasumbua ni alcoholism ambaye iko kwa kichwa yako. Kuna kama wingu tu katoko kama hii, kama wingu ya mvua inataka kunyesha lakini hainyeshi. Sinaleta tu ubaridi. Ndiye nakuletea wewe tu makelele. Bwana asifiwe. Amen. Mwamiafu. Siku moja tuambiane tu kweli. Kama ulikunywako pangi, usiogope. Ikiwa ulikunywako tu pangi vizuri, hata kama umekuja hapa kanisani, miaka 7 ndio ikwisha kwa mwili. 7 years. Ohayo kanisa baki wani. Yes. Na hiyo ni guarantee. Sasa tutanganyane. Mungu anatoa polepole, anatoa polepole, mwaka huu, mwaka ujao, namna hiyo. Na kiwa unarudi huko na miaka inapanda tena. Inapanda. Anapunguza na unapandisha. Bwana asifiwe. Amen. Miaka 7. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wapendwa. Kuna siku moja ilikuwa mwaka gani sikumbuki vizuri. Unajua watu wenye wanatafutanga kura wanaambia watu, mimi nikienda bunge nitawalipia pesa watoto wenu. Hata nyinyi hamtakosa pesa. Amen. Amen. Na wakaenda mahali pengine, tulikuwa na wao, lakini wakaenda mahali pengine, wavulana wako, wasichana wako, lakini drunkard totally. Ukiangalia wasichana wamekunywa hii pombe tunaitanga chipuku. Hata ukimwangalia hii ndama Isaya, ilikuwa namna hii. Sasa mimi nikamuuliza Mike, hata ukisema hao utawapatia pasari, wenyewe hawana watoto. Wapatie tu pesa wakule, wakuje wakupikie kura, lakini mambo mengine waachana nao. Unapita ngembuzi kita. Mbuzi unaipigia kitatu ukicheza namna hiyo. Ukicheza mbuzi itacheza kweli? Haichezangi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo mengine Mungu anatupombeleza sisi kutoa sisi huko kwa matope, atuweke hapa tujue kweli. Na siku ile utakuwa hukumu ndio watakuuliza, hii mambo ulikuwa ukisikia? Hii ulikuwa unaona? Yes. Hii naye iko namna gani? Tena utaona live vile mimi najiona mahali pale. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mtandao utaona. Very true. Unajua ile CCTV watu wamefanya uwizi mpaka wanaweka CCTV wapi? Kwa supermarket. Bwana asifiwe. Amen. 89
1991 nilikuwa Nairobi. Hii vitu ambayo wanafalisha, hii skeleton wanafalisha manguo hizi. Unajua wizi ndiye alifanya Wahindi wakaleta. Sasa wao wanatania ni security, kumbe hiyo ni kitu tu. Hata unaweza kusema habari bwana na isemi. Amen. Ama unaenda kuiba na security anakukamata mko. Saa hivi imesambaa hata hapa Kisumu. Siko. Ni pesa ngapi? Itakwambia. Haisemi. Sasa wewe ni binadamu, mimi naongea na wanadamu ambao wako kanisa hili. Mungu awasimamishe na Mungu awatende mema na Mungu awabariki na Mungu awatie nguvu. Sema amen. 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 Ongarau mimi nafundisha, siendi haraka haraka bila apostol anaenda. Mimi nataka nifundishe tu. Lakini siku nyingine tutaenda kazi. Kama wanataka tuende kazi ile ya 100 tunaweza kukimbia. Neno la Mungu linasema tunaenda tu. Na hata hili ni neno. Bwana asifiwe. Amen. Wewe na mimi tujiulize maana ya kukuja hapa leo ni nini? That is my question. Amen. Amen. Katika mahubiri hii yote nimezunguka, sababu ya kufanya sisi tusanyike Jumapili kanisani hapa ni nini, maana yake? Sema ndugu nisikie. Anasemaje? Tunakujia uongozi. Ukombozi. Katika jina la Yesu. Hiyo jibu inaingia vizuri. Eh. Kwangu nimeingia, lakini mimi nataka nijue na ninawauliza nyinyi, mmesikia vizuri? Inakuja vizuri? Yes. Amekufanya tunakujia nini hapa? Bwana asifiwe. Amen. Uongozi ni kuomba. Haleluya. Unajua mtu amekukomboa wewe kwa matope. Amen. Niseme nimeangushwa kwa 100 tips. Bwana asifiwe sana. Yule amenitoa. Anaitwa mkombozi. Yes. Ndiye Yesu alitundikwa msalabani. Na sababu ya sisi kukuja hapa, alituambia tukutane Yerusalemu. Na Yerusalemu yetu ni wapi? Ni hapa. Ni hapa. Hata gari kama uliendesha jana, mpaka leo ndugu, ukienda tena kuwasha hiyo gari, unaangalia keji ya oil, kitu ya kwanza. Amen. Amen. Kitu ya pili, ungurumishe gari. Hauwezi kupika tu na unaingiza kia hapana. Haitaenda, ikienda mpaka hapo tena itazima. Kwa sababu haijapika oil. Paka utapika iungurume ichemuke. Ikipandisha oil, kama ulipewa dakika 5 10, basi wewe ingiza kia yako inaenda. Sasa hata sisi tunakuja hapa watuongezee hewa mahali tulipungukiwa. Jipigie makono Bwana. Neno la mwisho, mimi sitamalizia, nitakaribisha mchungaji wa hapa, yule alinialika, yeye ndiye atamalizia. Mwami afume. Amen. Unajua madhabahu hii ni yake, yeye ndiye alijenga na ina sababu. Sisi kwa makanisa yetu ama kanisa langu huko, hata si rahisi wasiponikaribisha hapa, mimi nahubiria tu hapa. Wewe kubolanga kulukende na mayo. Najua mayo kama kwa Kisukuchu mimi natembelea kando kando, sipandi juu. Mwenye Kisuku mwenyewe yuko ndiye atatembea wapi? Lakini kwa sababu alinileta hapa, wacha nitembee. Lakini nataka nimlete yeye mwenyewe amalizie. Kufanya Mungu awe tajiri kwa mali yetu ndugu,
Sio ati wanakunyang'anya, sio kilema wewe, sio kiwete. Hata kama wewe ni kiwete, si kwa ajili ya mwanadamu, lakini Mungu anakujua. Sema amen. Amen. Tolea Mungu. Fanyia Mungu kazi. Bwana asifiwe. Sisi tukienda huko nje, watu ya ulimwengu hata wanapendana kuliko sisi. Wanapendana kuliko sisi. Bwana asifiwe. Amen. Wanakula kwa kikombe kimoja, wanakula kwa sahani moja. Na sisi hata kupikako tu, wewe ukipika nyumbani mchele na kwangu wamepika hii rapuoni. Hata kusemako nimekula kwa mchele imepaki ndio hii, hautaki. Ati vile nilitoka kanisani sichakulako tata, na wewe umekula pilau kwako nyumbani. Siwe tu wa mkweli tu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka nimlete mchungaji wa kanisa hii, atakuja kumalizia. Bwana asifiwe. Amen. Mimi mchungaji hata ukihubiri ifike saa moja sina shida ya kuenda, nitaenda. Kwa sababu huko ni kwangu. Tena ninajua njia ya huko vizuri sana. Lakini hapa ndio wananitatiza. Lakini wanikinifikisha tu town, nitaenda vizuri. Hata iwe saa 8 ya usiku mimi najua mlango ya kwangu, naenda. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo labda nyinyi mtasema leo wameenda zaidi. Nani anasikia njaa? Ambia watu wenye maharagwe wasimama hapa na kijiko kimoja kimoja. Apatie wewe rafiki yangu kwa mlango kijiko mbili. Tunahubiri mpaka saa 11. Bwana, unaitanga Uganda. Alete maharagwe. Na uji. Kutosha watu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mcheza kipoti yako kweli. Niliona hiyo wameweka kwa nini? Sisi tunapigaga manual. Sisi naona nyinyi mko vizuri mnapika ile ya simu. Sisi tunapigaga ile manual. Okay, sawa. Si usiweke hiyo wimbo. Mimi nataka nilete mchungaji. Amen.